Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina anaitwa Godfrey Mwalongo, ni mtumishi wa Mungu na ipatikana katika huduma Emmanuel Ministry. Leo nitakuletea somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwa mwanadamu na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Usidharau ndoto. Wengi wa madharau ndoto hata zimewaletea fadhaa na mahangaiko mengi. Ndoto, Mungu anakuonya mambo yale yatakayokupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe na wengine. Ndoto, Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, uwaombee na hao wengine. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto ndotoni, unaota ndoto unapata mfadhaiko moyoni, au moyo wako unaamka unauma, kitu ulichokiota kimekufadhaisha, au moyo unauma ndotoni umeota, na huko ndotoni moyo unakuuma sana kwa tukio ulilolifanya, hujalijua au unalijua, lakini moyo umeamka unauma sana. Umefanya kitu ndotoni, na baada ya kuamka umepata mfadhaiko. Kwa nini umefanya vile ulivyofanya? Na moyo umeamka, na kwenye ulimwengu wa wakati unaota moyo umekuuma baada ya kufanya kosa fulani ambalo ulilifanya huko ndotoni. Mungu anakujulisha kwamba unaingia msimu, unaingia kipindi, anakujulisha kuwa kuna jambo unaenda kulikosea hapo. Una jambo unaenda kulikosea, iwe hapo kazini kwako, itasia kwa biashara yako, nyumbani kwako, familia yako, unaenda kulikosea au kutumika ulitekeleze vibaya, haliko sawa kwa uamuzi wako huo, hata kama ni haki yako na ni halali yako kufanya hivyo. Mungu anakuambia kuna jambo unaingia kulikosea hapo kwenye biashara yako, taasisi yako, kampuni yako, nyumbani kwako, unaenda kulikosea hapo, au kutumika ulitekeleze hilo jambo, unaenda kutumika kulitekeleze vibaya, haliko sawa kwa uamuzi wako huo, hata kama unaona ni haki yako na ni halali yako. Baada ya kuacha kulifanya hilo jambo, utaenda kulitekeleza na kulikosea, hata kama unaona ni haki yako. Ukisoma Luka 22, ukisoma kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 3, Mathayo 27 mstari wa 3 na kuendelea, Biblia inasemaje? Baada ya Yuda kumsaliti Bwana Yesu akauawa pale msalabani, alipokea vipande vya fedha. Alipokea vipande vya fedha. Wayahudi walimkuta wakamshawishi, tunataka tujue huyo bwana wako huwa anajificha wapi, huwa anakaa wapi muda fulani, anafundisha wapi, ili tumsaliti. Lakini ili tupate kumsaliti, tupate kumkamata na kumwangamiza, lazima tupate mtu wa karibu yake ambaye atatuuzia, wakubaliane naye kwamba atatuuzia siri anapatikana wapi, na wapate makosa mtu ambaye alimsaliti, kwamba yeye naye ndiye muhusika wao. Walitumika kufanya hilo tukio, lakini muhusika pia yupo aliyemsaliti na kumuuza bwana wake. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 27 kuanzia ule mstari wa 3 na kuendelea, Biblia inasema hivi: hapo Yuda baada ya kumsaliti Yesu na kujua kwamba ameshafanya kosa, amepigiliwa msalabani. Nimekuambia unaota ndoto, ndotoni moyo unauma, au unapokea mfadhaiko baada ya kufanya kitu fulani ndotoni kikakufadhaisha au kikakuuma sana. Unaenda kufanya kosa ulitekeleze, ambalo halikutakiwa ulitekeleze. Mungu anakujulisha, Mungu anakuonya. Hapo Yuda ambaye ndiye aliyemsaliti, alipoona kwamba wamekwisha msulubisha Yesu, yuko msalabani, yuko pale amekufa, akajutia, moyo ukamuuma, akajutia, akawarudishia makuhani wakuu vile vipande 30 vya fedha alivyokubaliana kumuuza Yesu. Akawaambia, nimekosa kwa kumtoa mtu asiye na hatia auawe. Sikia Yuda, baada ya kufanya makosa unaenda, Mungu anakujulisha kuna jambo unaenda kulikosea hapo kazini kwako, biashara yako, taasisi yako, unaenda kulikosea hapo, au kutumika ulitekeleze vibaya, haliko sawa kwa uamuzi wako huo, hata kama ni haki yako kulitekeleza. Mungu anakujulisha Yuda ambaye ndiye aliyemsaliti, alipoona kwamba wamekwisha msulubisha Yesu, akajutia moyoni mwake, akaumia, akawarudishia makuhani wakuu vile vipande 30 vya fedha, akawaambia, nimekosa kwa kumtoa mtu asiye na hatia. Lakini wao wakasema, yatuhusu nini sisi? Hilo ni shauri lako. Wakamgeuka naye akazitupa zile fedha hekaluni, kwenye nyumba ya ibada, akazitupa zile fedha, akatoka nje, akaenda akajinyonga. Mungu anakuambia kuna jambo unaenda kulitekeleza, haliko sawa kwa uamuzi wako huo, hata kama ni haki yako kulifanya.
Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele subscribe, ili Mungu akujulishe upate kujua muda sahihi na wakati sahihi Mungu anasema na wewe, ili utekeleze mambo kwa uamuzi mzuri wala sio mbaya. Kimkiri Yesu kwa kinywa chako yako ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokoka na roho zote zinazokufuatilia kwenye biashara yako, itasi yako, kampuni yako, kwenye nyumba yako, ili ukalitekeleze jambo lisilo sawa, hata kama unaona ni sawa kulitekeleza, unaenda kukosea. Asante kwa kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akitujalia uwe na wakati mwema. Amen.